Hello everyone and welcome to Impact Desk Media Conversation. Today we are diving into a topic that so many young people can relate, and that is dating in a Gen Z era. Social media, relationship dynamics, talking stage, and even the change in relationship expectation is totally different. Actually, dating is totally different from the previous generation. So let's dive in. And joining me here is a young man and a waiting graduate. Asante sana. Welcome to Impact Desk Media, and thank you so much for coming. We really appreciate you. Nashukuru sana kwa kuniinvite hapa siku ya leo. Kwa majina ni Wesley Bunga. Niko mwanafunzi hapa Mount Kenya University. Nilikuwa nasomea business, nimemaliza shule. Tuko huku nje sasa tunapambana na maisha. Okay, nini sofa unafanya kazi? Una hustle kwa njia gani? Sasa hizi specifically ile nile tu kiitwa mahali kuja fanya kuna hii na hii ya kufanya. Upate ido nini unakimbia. Hakuna kuchagua siku hizi, unajua maisha tunaishi sasa hizi. Si ya kuchagua kazi. Sure. Tu mahali kimbia mbio unafanya, unaingiza hiyo siku unasema mwambie Mwenyezi Mungu ni asante. Sure. Nimekuwa nikikujua kama Wesley. Hiyo ndio jina yako kamili. Okay, so Wesley, welcome. I think we have a lot to discuss. But for today tumejiprepare na masuala ya dating, relationship. Relationship in a Gen Z era. So ukisikia hii dating in a Gen Z era, ina maana gani? Like unaichukulia aje dating in Gen Z era? Hii generation yetu hii ya Gen Z ni complex sana. Mambo ni tofauti, yani the way sisi tunafanya vitu na the way wazazi wetu na the previous generations walikuwa wanafanya hizi vitu ni tofauti sana. Mostly dating hapa kwa hii generation ya Gen Z iko na complications nyingi sana. Ukiangalia like tuseme kwa wavulana, mtu kama mimi mwingine natafuta kwa dem, si ndio? Mostly unapata ni peer pressure. Unapata mvulana kama mimi sasa, si ndio? In a circles ya zile discussions zenye niko nazo mimi nakuwa nazo mimi na wenzangu na boys wenzako. Unapata huyu ana date, huyu ana date, huyu pia ana date. Sasa uko peke yako. Sasa wewe pia unasema hapana, mimi siwezi acha wenyewe. So unatafuta tu mtu yote mimi unapata. Unaanza relationship na ile tu ile ya juu like yani ijulikane pia wewe una date. So mtu ataangalia huyu mwenye ninaenda na yeye nafanya na yeye hizi vitu ako aje, yani anaona hata unaona unapatanga kuna zile standards zenye mtu zenye amejiwekea wewe kama an individual like wewe ni mwanaume unataka kwa dem na girl unataka hii na hii na hii. But mostly kwa wanaume mimi kinajua hakunanga ati standards. So unataka tu anyone hata mwenye hamatch na purpose yako you just date. Acha nikwambie, unaona wavulana hawananga standards. Standards zinakuanga za madem. Maboys hawananga boy bora tu apate dem. Yeye atakuwa tu sawa. Oh my God. Unaona? Sasa kwa wasichana nyinyi sasa ndio tofauti. Unapata msichana na yeye pia ni same tu na boy juu ako mademu wenzake wako kwa relationships. Yeye hataki kuachwa nyuma. So akibule mvulana mwenye atakuja wamfurahishe, hata si ati hata angalia huyu tabia zake ziko aje, bora tu amebeba aje, anakubali. Alafu kuna another category ya wale wasichana wanakunga wameweka standards juu. Huyu ni ule msichana mwenye anajiona, yani ameambiwa na anaona yeye ni mrembo sana, si ndio? Ameambiwa, amekuwa akiambiwa na wavulana tofauti. So ana realize anajiona ako different from the others. So ana raise standards zake juu, anasema sasa mimi ndio uni date, lazima ukuwe na hii na hii. So na ukikosa kumit hizo standards utaanza kuona dem anakuchukia nini. So now do you feel dating nowadays imekuwa ngumu, a bit harder for a Gen Z, like imekuwa ngumu
na that watu wengi wanahitaji vitu mingi, unaweza pata mimi nahitaji pesa kutoka kwako. Kwa difficult kwa sababu unajua ni transactional in a way that so mwanaume kama mimi nikiwa sana mimi ni hustler tu, sina ile job ati nimeandikwa kazi mahali. So una imagine ati nikiwa na date udema atanichukua sasa kama nini sponsor, alafu kwanza kama wewe una date dem mwenye ni ule mwenye anakuwa anatamaniwa na wanaume wengi. So unajipata kwa situation hiyo lazima step up game yako, otherwise atakutoka. So lazima unapata game azini, yani hii venye una provide, unaona. So akikwambia nails juzi nafasi zibadilishwe, unafaa kuwe ready tayari ushamtumia do ya nails. Aikwambia sijui anataka nini, ukuwe ready. Hata usipofanya hivyo atakuacha. Na hii kitu tumeona. Unapata mwanaume anang'ang'ana, unafikiria huyu jamaa anafanya kazi hivi vyote ati aende nadhifisha maisha. Kumbe huyu jamaa anang'ang'ana hivi vyote ndio afurahishe demu. Unaona? Si ati kuna project ya maana anataka kuanzisha kwa like ama kujiendeleza kimaisha. Anafanya hivyo ndio afurahishe msichana. Unajua alafu kwa wasichana nao demu anaangalia yule boy yako na do. Demu ana shughuli na wewe kama. But hafai kutujudge sana. Maybe naweza pata dem si pesa tu anaangalia kwa mtu, maybe anaangalia standard zake, venye anajituma na venye tu amekubamba. I think ni like 1 out of 10 girls ndio wanakuanga hivi. Oh my goodness. Most of the time 9 out of 10. Madem ndio unaona inafanya hata maboys siku hizi. Unasikia madem wengi wanasema maboy wa siku hizi hawako romantic. Tena ati we boys, maboys jini wale ati akipasu dem once dem amkatae jamaa ameachia hiyo maneno hapo. Na si hivyo, ni ile sasa boy anaona udem ako fiti. Ndio, lakini nikijipeleka hapo ataanza kuniangalia, yani kusize. Unajua kuna venye mama mnaangalia msi. Unaona huyu jamaa kuna kakitu, so unamtoka mara moja. Sasa si ile tunamtoka juu aje ana vibe, unaona? Ile tu ushamsoma muona huyu ana kitu sana, hakuna mahali mnapelekana. Okay. Hamfai kujudge, you should, hapo kwa talking stage. Si hapo hivyo pia unaangalia kama ananifaa ni nini, unamwacha kama basi, unaona, kuliko upeleke dem kwa relationship then uende umwachanishe tu juu maybe standards ziko high ni nini. Hivyo ndo watu wanakuwa heartbroken. Now Wesley, ni nini watu sana wanatafuta kwa relationship, especially maybe for you, if you're willing to say your side of a story? Now, if I speak for myself, what I would look for in a girl, for me like now, nile dem mwenye first of all anajiheshimu. Unajua siku hizi huku kujiheshimu kwa njia gani? Maybe kwa mavazi, nini flat na watu. Bas. Sasa dem anajiheshimu, unaangalia tu dem venye anaongea, venye anajibeba, venye anavaa. Unaona attitude. Si ile tu, si attitude ati ni mavazi peke yake. Juu tumeona mademu wenye wanavaa vizuri ndio, but tabia bado si ati ni nzuri, unaona. So mavazi si peke yake, hadi unaangalia tu msichana venye anaongea, venye anajibu venye unamuuliza swali na venye anajibu. Tayari na unaweza judge tu msichana tabia yake venye hapo kulingana na communication. So si ati mambo tuna dress code. In as much as dress code pia ni inachangia. But si the only determining factor. Determining factors ni mingi sana. Anakuheshimu basi. Communication, ama ni ule dem mwenye leo unajua unapata dem leo mnaongea vizuri, mnacheka, yako sawa. Then hata si ati kesho jioni ukiuliza ukienda kuongea na msichana kumbe kuna kitu ulifanya. But Wesley, ni jam. Si kitu umefanya actually. Kwa madem sisi tuko na hormones zinastimulate sana. Unapata moods huwa zina change unless tu kama ni dem disrespectful. But kuna dem mwenye hata kitu kuongelesha like ako tu maybe like depending on the mood. So I think hapo kidogo mtatusamea. Sasa unaona hapo kwa hizo mood swings, ukiwa msichana mzuri unafaa una communicate.
Ndio at least mtu anajua. Sasa ukinyamaza ama ujam tu bila sababu, msee hezi jua, jamaa ataanza kujidoubt nilifanya nini, alafu unapata mwanaume anaanza kuapologize kwa makosa yenye hajafanya, ile kujishuku, kisha unaanza sasa kusema apology. Now do you feel like watu wanatafuta emotions zinazochangia, like mtu anaweza kuwa anatafuta mtu juu ya kufulfill emotional connection, desires. Yeah, unaona hiyo in fact ndio inafaa ikuwe the main reason for dating. Unaona lazima ukuwe emotional. So the main reason for dating is inafaa ikuwe emotionally attached to someone. Okay. Si ile unajipeleka. In fact hizi mimi nikiweza date mtu lazima nikuwe yani nikuwe na feelings na huyo mtu. Sijipeleka tu kwa msee yani ndio ijulikane ni ule jamaa na date ule. Na hizo feelings zikiisha wewe utafanya? Because kuna time hizo feelings zinapungua, like unabaki tu na jina yake and I'm dating and mimi sidhani kama feelings huisha. Zinaishanga tu kama ile yani mumedeviate from the main reason. Yani unaona sasa kama tuli link in a way that haikukuwa na anyway, kama tumepatana kwa club, unaona tulikuwa sisi wote walevi, then tuanzie relationship hapo. So hiyo relationship ikikufa uwezi anza kusema sijui ati feelings ziliisha. Hiyo relationship foundation yake haikukuwa nini, basis ya hiyo relationship haikukuwa aiende mahali, unaona juu angalia circumstances zenye tulipatana nazo ndani kwa club. Hapo hivyo ni nyote mnaenda kujibamba, sasa mkapatana katikati hapo, alafu mnatoka hapo mnasema ati so in short wewe hautaki dating ya situationships that is hizo za situationships haziendi mahali. Unaona si ni kama tu unapata hata unaona siku hizi kuna cases nyingi za single mother nini cases zenye unapata mtu na dem na boy wanapatana ndani ya club, wanatoka hapo wanaenda wanafanya vitu zao, anatoka na mtoto. So unajua haukukuwa na feelings zozote kwa huyu msichana, kisha ndio wewe mpata body yako. Obviously hata unaona siku hizi wanaume siku hizi ni wale wanaume yani ni weak. Sasa instead you take up responsibilities, unatoka juu sasa haukukuwa emotionally attached to the person. Sasa unaona hiyo ni unaachana tu. Okay, let me ask you Wesley, do you feel like young people are afraid of dating? I think that they are not afraid of dating. They are afraid of the kuna zile societal conditions na norms zimewekwa huku nje zinafanya zinafanya watu wanaogopa hizi mambo na relationships. For instance, mimi sasa kama madem ndio mnakaanga. Wewe uko kwa sakuli ya madem mabeshte zako. Haya dem anakuja anaanza kuambia venye boy wake amemfanyia sijui nini. Sasa alafu wewe na wewe njoo date huko tu hapo. Ukishasikia story ya beshte yako na wewe pia unasema mambo yanaume mimi sitaki. Unaona? Ama huyu anakuja the other way around. Anakuja anasema kwenye amekuwa spoiled nini. Sasa pia na wewe unataka relationship nini? Unataka sasa upata tu mwenye anakuspoil ama nini. Ushajiingiza hapo ndani. Now Wesley, apart from your societal norm, actually society huwa inafanya watu wanachukulia dating in a different way. Because kitambo, I don't think kama kina millennial na hawa wazazi wetu kitambo hawakuwa wanaangalia tu vile mtu anatritiwa nini. It was all about respect nini na upendo ya familia. So okay, social media improve dating ama unafeel aje, ama unaona kama kuna vile imechangia dating iharibike completely social media? Me from where I see it, naona social media ilikuja ikaharibu kila kitu. Kwa sababu ukisikiza stories zenye millennials na hizo generations zingine wanapeananga kuhusu dating world yao, unaona ilikuwa kind of fun. Unaona ukianza kukuambia zile circumstances under which walikuwa wana meet. Alafu ukiangalia zile zetu za siku hizi, sasa siku hizi hadi kuna sites, online dating sites. Unaona hapo hata hakuna fun. Sasa ukipatana na mtu kwa social media surely, alafu mwanzia hapo ku romance, iende hivyo ikuwe relationship. Hakuna enjoyment yoyote hapo. Hiki tunafaa ikuwe process. Umeona msichana, umemfuata, amekukataa. Physical. Face to face. Unaona ilikuwa walikuwa nasemanga anakukataa mara ya kwanza. Kisha unaenda mara ya pili, tena anakukataa. Unaona? Hiyo ni process. Kisha mara ya tatu
akukatai, lakini ataanza sasa kukupea ile attention, yani ataanza sasa kukupea ma signals. Actually the more una communicate na mtu kuongea naye, the more ina build connection. Sasa unaona social media nayo siku hizi ilikuja ikaharibu. Sasa unaangalia sijui long distance relationships, hakuna kitu na uanga haziwaka, zinakuanga fake, haziwaka. Hakuna long distance relationship yenye inawaka. Siku hizi tena hizi. For you, how far will you date someone? Like distance kiasi gani? Maybe mtu ako Mombasa, what distance kiasi gani? Kama ni dating, mimi siwezi fanya long distance relationship. Siwezi kudanganya. Juu Tagongewa. Sera mambo na kugongewa. Shida ni ile hadi hii kitu ni inaweza tu work. Kama yani mlikuwa tayari foundation yenu ilikuwa strong, yani mlikuwa attached vizuri kabisa. Alafu sasa kisha hautakuwa na issue wenzako akienda mahali kama like sasa unaona wazazi wangu saa hizi. Nini baba yangu tunaishi na yeye hapa hivi na mama yangu ako Ocha. Anaishi Ocha, ako job huko. Sasa unaona yao ni long distance. But unaona yani wako tu sawa juu tayari connection yenyewe wali build nini wakianza ilikuwa strong kabisa, si kama saa hii. Sasa unapatana na nini na msichana mnaanza kisha mnaenda hadi mahali unarudi unapata jirani yako alichukua bibi yako, sasa ndiye alimuoa. Sasa wewe unabaki it happens by the way. Niaje sasa ndo nakwambia mimi mtu kama mimi nikiangalia hivyo siwezi prefer long distance relationship. Hata siwezi. For me, I can prefer as long as kuna mutual respect. Yeah, kuna mutual respect and communicate vizuri. Thank you so much for joining us on Impact Desk Media Conversation. Today's discussion has really reminded us that according to what Wesley has said, make sure that you establish a healthy relationship that grows into a marriage, despite that so many things has changed from previous generation to this Gen Z's world. So guys, make sure how waste anyone's time. No wasting time. If you realize that hii kitu haita work for me, just summon them, mwambie hai work. Yes, you can end the relationship. You can talk. So thank you so much. Make sure you subscribe, you share, and you like